anaitwa Advocate Elisha Ongoya. Alipokuwa anahojiwa kwenye podcast moja hapa nchini na rafiki yangu anaitwa Dr. Kingori. Kuna reflection ambayo alikuwa anajibu na matamshi yake yalinifanya nifikirie sana. Kwamba kama nchi it's good to have this kind of conversations. Tumekuwa tukisikia kutoka kwa viongozi wetu Mkash that viongozi wetu wako na nia ya kubadilisha nchi yetu itoke third world country to first world country. Hayo hata ni maneno ya rais ambapo anasema anageuza Kenya ikwe kama Singapore. Anatumia Singapore sana because Singapore walitoka kama hali yetu and then they moved very fast to a first world country ambapo every system is working smoothly. But hii ndio reaction ya Advocate Ongoya kuhusiana na matamshi ya political leaders wetu na mimi namuunga mkono. Sijui wewe. Ndani ya filimbi ya Tricky, I want us to reflect on this. Hebu msikize vizuri. Competent people don't shout about their competence. Yes. Meritorious people don't shout about their merit. They just like their work speaking for themselves. Unfortunately, as such, we don't give so much attention to the search of those people. We are more interested in our noisiest thieves and conmen and fraudsters and drug dealers. And we put them in our sensitive dockets and somehow hope that we shall be a great country. That is not the right way to do things. Pole kwa karibu makati mwingi but Kiingereza tupu. Summary ya Elisha ni kwamba Kenyans kulingana na maoni yake na mimi nakubaliana naye, we give attention to noisy useless people more than wale watu wenye wamehold our future. I don't know kama unanigeti kabisa. Na tunawaamini na serious dockets. And I'm talking about political leaders. Mkamburi na Tricky tunavai kiti cha Milele Drive. Listener, Tricky nikikuja na story mingi za jaba. A lot of nonsense na sarakasi. Watu wanasema ndo yeye sasa. And then Mkamburi akona uwezo, ability, uzoefu wa kuendesha Milele Drive, lakini yeye anafanya mambo yake kistaarabu. People ignore you. Kabisa. Why is it like that, Kenyans? Hata sijui. Na ni tabia yetu. Na sizungumzii mambo ya urais hata. Nazungumzia all dockets of leadership in the country. Kenyans bless the noisy thieves and useless people. Imagine. Ndo utasikia imagine wakati wa kuvai. Mnamwonaga fulani. I don't know. He's by the young way, handsome man. Sometimes I asked a politician some question. Do you know what? Mimi Tricky leo. Ile siku nitaamua kuvai. Imagine I have to choose to be controversial ndo nipate kura. Niende pale na sera zangu tu. Ati nimetulia. Ati mimi ni humble you guys. You know my youth manze, mimi niko na hii plan A B. Digital hubs nitataka kuwaekea hivi. Wamama, niko na plan yenu ya masoko. Umenigeti? Nikiwa humble, I swear nitapata kura 3. Wacha Tricky nifike pale Machakos. Una masarakasi kibao. Nifike pale kwanza nipige tu ule mpinzani wangu kofi. Tushikwe na mapolisi. Tupelekwe jela, heka. Zisizo na maana yoyote. Sijui niende kule nikuje na sijui nini. Umenielewa? Kabisa. A lot of noise na drama na melocomedy and all that. Imagine nitapata kura. Na mtu tu anakuja. Why do Kenyans bless the empty people? Unajua umesema hivyo serious dockets. Unajua umesema hivyo nikakumbuka nini? Na article nimeisoma mahali leo. Wanasemaje? Ya kwa nini celebs, I don't know, dieke kama celebs. Umeiona hiyo? Umeiona? Wakipewa nafasi za kuongoza wanalemewa. Nafasi za kuongoza wanalemewa, lakini kwa ground sarakasi. And imagine the good people are still there. But Kenyans, we always ignore them. And we bless and go for the noisy thieves and fraudsters. Yani hapo na tunajidanganya ati sasa my friend Singapore. Oi. Singapore Singapore. Hakuna cha Singapore na nini? Wa Kenya.